Siku ya leo tumekutana kama jamii ya Ombo Gusii tukiwa watu takriban 3,000 katika hii hoteli yetu ya hapa Kisii, na ni viongozi ambao wamekuwa drawn from kutoka 45 wards zetu za Kisii County, tukiwa na viongozi wa kanisa, viongozi wa masoko, viongozi wa bodaboda, viongozi kutoka sehemu mbalimbali katika uongozi wetu wa Kenya hii. Na nia yetu kuu ilikuwa kukutana na kufanya ile tunaita stock report ama midterm report and review. Tumeangalia tangu serikali hii ingie uongozini kutoka 2022 hadi sasa 2025 ni nini ambacho kimefanywa Kenya hii na haswa ambacho kimefanywa Kisii hii. Na of course tumeweza kutaja maneno ya barabara ambazo zinajengwa hapa sehemu zingine. Tumeweza kutaja maneno ya hospitali, maneno ya SHA, tumeweza kutaja maneno ya agriculture na impact kwetu hapa. Alafu wananchi of course wamekuwa pia wakitueleza kwamba hata kama sehemu hii imejengwa barabara, kuna sehemu hazijaguzwa hivyo hivyo, na ndiposa tukakutana wakatueleza kwamba sasa tunataka tujue ni njia gani nyinyi kama viongozi mmepanga kuleta hayo maendeleo katika hizi sehemu zingine. Kwa mfano kuna constituency 2-3 ambazo kidogo ujenzi wa barabara haujaanza, lakini pia wanasema kwamba kuna yale mengi ambayo yamefanya. Unapata pengine kuna maneno kama ile ya housing ambayo inafanya kule, kuna maneno pia vile nimesema maneno ya SHA na maneno kama hiyo, na pia tumehamasisha wenzetu hapa juu ya hela za serikali za mkopo ya kuanzisha biashara, kama zile hela za nyota, kama zile hela za Uwezo Fund ambazo vikundi zinajiweka pamoja, vijana ambao wanapewa hizo hela zile ambazo sasa zinapatikana katika zile corporations za serikali kama KDC na zingine. Tumewahamasisha, tumeeleza kwamba wanaweza pia kufanya hiyo application na waweze kupata. Tumezungumzia pia haswa maneno ya siasa zetu, tukasema kwamba hatuwezi zungumza wakati huu juu ya siasa za 2027 kama hatujazungumzia juu ya maendeleo wakati huu. Na wenzetu hapa wamesema kwamba wanakubaliana na demokrasia, kila mmoja kusimama kiti, ikiwemo hata ndugu zetu kutoka hapa, lakini kusimama kwa wenzetu hakuwezi zuia maendeleo kuja hapa. Na ndio maana wamesema kwamba wao wanataka kushikilia serikali iliyopo, kwa sababu kura na maendeleo haziwezi, kura na maendeleo ni tofauti. Kura iko 2027, maendeleo ni sasa hivi. Kwa hivyo wenzetu hapa wametueleza kama viongozi tuwaongoze waweze kujua vile maendeleo kwao inaweza fika, kwa sababu hatuwezi kuwa tunapiga tu siasa ya mdomo peke yake. Na wameomba Mheshimiwa Rais aweze kuwatembelea ama wao wamtembelee, wamualike kirasmi ya kwamba aje hapa Kisii azindue miradi ya maendeleo, kwa sababu wanamtambua kama rais wa Jamhuri ya Kenya na wanatambua kazi yake, na wameiona kwingine, wameiona ingine hapa, na wanajua kwamba akija hapa maendeleo yataweza kuonekana kila sehemu. Kwa hivyo hatukuwa na maneno ya siasa hapa kwetu, ilikuwa siasa tu ya stock check na maendeleo peke yake, na viongozi wengi wako pamoja na sisi. Tuko na mheshimiwa kutoka West Mugirango, Steve Mogaka, mbunge pia wawakilishi wa wanawake kutoka Nyamira County, Mheshimiwa Jerusha Mumanyi, commonly hapa kwetu tunamuita Ntogoro, nafungua macho ya maendeleo. Tuko na treasurer wa chama cha UDA na ni mbunge wa Kitutu Chache North, Mheshimiwa Jafet Nyakundi. Alafu tuko na mama wa county ya Kisii County, Mheshimiwa Doris Donya. Tumekutana hapa kama viongozi wa hapa Kisii, viongozi mbalimbali. Tuko na machief, tuko na watu wa bodaboda, watu wa soko, mapasta, ili tuweze kujadiliana kama watu wa Kisii ama watu wa Gusii kwa miaka miwili ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, tumefanyaje kama watu wa eneo hili. Na kwa kweli wananchi wameridhika kiasi na yale mambo ambayo Mheshimiwa Rais amefanya kwa eneo hili letu la Kisii, kwa sababu kuna yale mabarabara ambayo yalikuwa yamekwama kwa miaka mingi, yengine yalikuwa yamekwama kwa zaidi ya miaka 10. Mingi zao hizo barabara zimeanza. Kuna ile cancer center ambayo kwa miaka mingi ilianzishwa na gavana aliyepita, Gavana Ongwae, ambaye ilikuwa imekwama kwa miaka mingi. Hiyo cancer center imeanza, ingawaji yule contractor ambaye yuko pale hayuko kwa kasi vile tunategemea, lakini pesa zote yamelipwa. So kuna yale mambo kama maneno ya mbolea,
ambayo imepunguzwa bei. Wananchi wanataka ile mbolea iweze sasa kufika kwa constituency. Mahali iko zingine iko kwa town, itoke town iende kwa constituency, ziende kwa ward level ili waweze kupata mbolea kwa haraka. Kuna mambo ya stima ambayo Mheshimiwa Rais ametupatia takriban bilioni 3.3 ili iweze kusaidia wananchi wa eneo hili la Kisii waweze kupata stima, kwa sababu ukiangalia kwa kaunti nyingi zaidi, kwa zile kaunti ambazo ziko chini sana maneno ya stima, ikiwemo hii Kisii, ndio ile kaunti ambayo iko chini zaidi kwa maneno ya stima. Kwa hivyo tumejadiliana kwa uwazi sana mambo mengi, mambo ya masoko ambayo yanaendelea katika constituency zote, na tumeridhika ya kwamba constituency zote za hapa Kisii kuna soko 1, 2 ama 3 ambazo zinaendelea, na wananchi wa eneo hili pia wanashukuru kwa sababu Mheshimiwa Rais na naibu wake na Mheshimiwa Raila Odinga kushirikiana pamoja, na tumeona matunda mengi. Tuko na mawaziri kutoka hapa, tuko na PS kutoka hapa, tuko na Solicitor General, ingawaji tuko na hao bado wanaomba ya kwamba waweze kupata watu wengine zaidi waweko katika ngazi tofauti tofauti za serikali. Hiyo ndio mambo watu wa hapa Kisii wanaomba, na sisi kama wa Kisii tumesema ya kwamba ingawaji tuko na siasa zinakuja 2027 ni mbali, wanataka kujua hii bajeti ambayo tumepitisha ya bilioni 4.4 wao wanapata nini katika hii bajeti. Wanataka kujua ile reli ambayo Mheshimiwa Rais aliwaahidi inakuja Nyamira ama la, na tumewahakikishia kwamba sisi kama viongozi wao, ile reli ambayo Rais alisema inakuja Nyamira miezi 2 kutoka leo, hiyo reli inaanza na itapita Nyamira ikienda Kisumu iende Malaba boda. Kwa hivyo sisi tunaambia wananchi wetu tushirikiane, tufanye kazi pamoja, na wametuomba ya kwamba tuongee na Mheshimiwa Rais ili Mheshimiwa Rais akuje hapa kuzindua hizo project, na kabla hajakuja hapa wanaomba pia wao waende wamtembelee kule, waongee na yeye kule State House, wajadiliane na yeye. Ama mnasema namna gani? Mnataka kwenda muone, msalimie, nyinyi muone vile State House inakaa, kwa sababu ile ni ofisi ya serikali na mwananchi anakubalishwa kwenda kwa ofisi ya serikali wajadiliane na Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo sisi tunasema tuko kwa serikali ya Kenya Kwanza, inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki na Raila Odinga, ili sisi tuweze kupata manufaa kwanza kabla siasa zingine, kwa sababu siasa iko mbali 2027. Saa hizi tunataka kujua sisi kama wa Kisii ni nini kiko ketu hapo ndani ili tuweze kufaidika. Wametuambia kwamba walikuwa wananunua mbolea shilingi 7,000. Sasa hivi wananunua mbolea shilingi 2,500. Wanasema hiyo, kwa hiyo serikali imewashughulikia, inafanya kazi. Changamoto tu ilikuwa na walitaka tu clarity, ilikuwa hii maneno ya capitation ya wanafunzi. Na tumeeleza kwamba hakuna hela za capitation ambazo zinapotea. Wanafunzi, serikali itaendelea kugharamia na make sure kwamba watoto wetu wako shule. Pia wametueleza kwamba kulikuwa na bima ile ya kitambo ambayo ilikuwa inaitwa NHIF. Wakatuambia kwamba wakati huo kitambo kulikuwa na challenge kidogo, ilikuwa inalipa kitanda peke yake 18,000, 1,800 hivyo namna hiyo. Sasa hivi wengi wametueleza kwamba wameenda hospitali, especially zile level kama zile level ambazo zinafanya operation na hiyo kazi zingine, wameenda, wengine wamelipiwa hadi milioni 1, wengine 1500. Kwa hivyo hatujapata sana maneno hayo ambayo tunayasikia. Wanasema kwamba walikuwa wananunua gorogoro moja ya mahindi wakati serikali ya kitambo ilikuwa shilingi kama 150 ama 200, 250 actually. Saa hii wanasema ni 100. Saa hii ni ngapi? Wengine wanasema 100, wengine wanasema 80. So wanasema kwamba gharama kidogo ya chakula imepungua kidogo. Kuna changamoto kidogo, wanasema wanajua serikali itashughulikia, lakini wanashukuru serikali kwa ile milestone ambayo imefanya, na wanaiambia wako pamoja na William Ruto. Hapa ni Kisii, lakini wanasema maendeleo kwanza, siasa kando, na ndio maana wako pamoja na William Samoei Ruto.